Halan wa sala ni mpenzi mtazamaji na ukaribisha ndani ya kipindi cha Deka Viwanjani. Ni kipindi ambacho tunaangazia masuala ya spoti ulimwenguni kote, ikiwa siku ya leo ni Jumatatu ambapo tutakuwa tukiangazia masuala mengi ya spoti ambayo yametendeka barani Afrika. Leo aswa tutaangazia kila jambo ambalo limefanyika katika bara la Afrika, aswa tukianza na ile mechi za Kenya za kinadada. Kisumu All Stars washafanya mambo mazuri zaidi kwa sababu wameweza kuwa mabingwa wa National Super League ya kinadada. Na pia tuangazie masuala mengi, tuangazie ni vipi timu baada ya kushinda wanaelekea wapi. Na kwanza tutaanza ni kwamba timu hiyo siku ya Jumamosi iliweza kupata ushindi wa mabao 3-2 baada ya kuilaza ile timu ya Mombasa Olympic katika uwanja wa Dandora. Ni kwamba timu hiyo kwa hivi sasa wachezaji walioifungia timu ni kuna Monica Etot ambaye aliweza kufunga bao la kwanza, na baadaye anaita Nel Sharon naye akaweza kupachika mabao 2 ambayo yalisaidia timu ya Kisumu All Stars kupata huo bingwa wa National Super League ya kinadada. Kwa hivyo sasa hiyo timu ni kwamba sasa imeweza kujipatia nafasi kubwa sana ya kupanda hadi ligi ya Kenya. Kwa hivyo sasa mtazamaji, na kupeleka ili uweze kutazama vile mambo yalivyokuwa wakati timu hiyo ya Kisumu All Stars walipokuwa wakicheza na timu ya Mombasa Olympics, yale yote ambayo yaliweza kufanyika kwa uwanja. Kwa hivyo moja kwa moja twende tutazame vile mambo yalivyokuwa. Anaingia Monica Etot, muuaji Monica Etot, ambapo Ulinzi Starlets watacheza dhidi ya Monica Etot. Tena Monica Etot anajaribu, anashindwa kulenga goli. Monica Etot kwa kichwa, sasa ni zamu yake Wekesa Grace kwa mguu wake kulia. Wekesa anamwacha kwanza kwa Kebushney, atare Starlets goli moja bila jibu. Sikizia shambulizi, kichwa kinalia tena, anabisha namna gani, kosa nafasi hapa. Nasema hii NSL it's a very good tire in terms of kupatia wasichana platform. Imewapatia nafasi kubwa sana ya kukuza talanta, kwa sababu sasa hata ukiangalia NSL na Premier the difference is very slim. Kwa hivyo imewapatia very good platform, na ningependa ikue zone moja kushinda kuwa zone 2 so that ikue more competitive. Sidani alionao ule mkono. Anaingia Monica. Baadaye ni kwamba baada ya timu kupata ushindi, ni sasa umesikia vile kocha ameweza kuzungumzia vile mambo yalivyokuwa. Kwa upande mwingine ni kwamba ile timu inajulikana kama Kaspet Queens, nao waliweza kupandishwa mpaka ligi kuu ya Kenya. Hii ni baada ya kupata ushindi wa bao 1-0. Timu hiyo nayo iliweza kushinda ile timu ya Kayole na kujipatia nafasi ya kupata ushindi, na ina maana kwamba ule kocha wao anayejulikana kama Daniel Minjes amezungumzia vile wameweza kutia bidii. Unakumbuka kwamba alikuwa naibu wa kocha kabla ya kupewa nafasi ya kuwa kocha mkuu wa hiyo timu ya Kaspedo Queens, naye ameweza kufanya vitu vizuri sana kwa hiyo timu ya Kasped Queens. Huyo kocha ameweza kusaidia wasichana, ameweza kuelekeza vile inavyostahili. Ndio maana kwa hivi sasa anasherehekea ushindi ambao umefanya hiyo timu kwa baadhi ya zile timu bora nchini Kenya. Hebu tutazame vile mambo yalivyokuwa katika uga ambapo timu hiyo ya Kaspel iliweza kushinda timu ya Kayole 1-0, bao likifungwa naye Linda Ajuang. Wanaupoteza ule mpira Asha, tokeza na ukata vizuri, lakini bado unakosa mwelekeo. Sasa wanaingia tena Kisped, anaingia Kisped hatari, anapiga hatari Kisped, ameweza kuifunga goli. Ni mchezaji Linda Okoside Ajuang. Sasa yamefanyika si mara moja si mara mbili. Safu ya ulinzi hususan upande huu wa kushoto imekuwa inatapatapa sana na imekuwa ikipata nafasi sana, ingawaje mara nyingine unampata ameotea. Raundi hii Mate jaribu kumtafuta, anachukua Kizito, atokeza Shalenjeri vizuri. Shalenjeri azidiwa maarifa. Asha Omondi ajaribu kutafuta Linda Okoside, sasa ni zamu yake Masi Manguro Olunga. Hii nafasi ambayo anaipata hapa, sikizia kona kija kuletwa, anajaza kichwa kinalia, anaunganisha na Megani, kosa nafasi hapa.
wanakosa nafasi hapa tena. Precious tari inajazwa ndani, kichwa kitakuwa kinali, wanakerubo tena anatokeza, wanaondoa uchafu na babatizo. Mwamuzi anasema nini? Kuna madhambi yamefanyika, alichezewa vibaya. Kwanza kabisa naweza sema shukrani. Haijakuwa kazi rahisi ili tufike hapa. Tumejizatiti tangu tuko regionals tukapanda division 1 paka women national super league, na sasa tunafurahia tumepanda hadi premier league. Mimi naweza sema ni achievement kwangu kama coach, manake this was my first season. Previously nilikuwa naibu, lakini nilipatiwa hii mwaka na nimefikisha timu mbele. Kwanza naweza sema najua tutatesa, manake mchezo wetu mimi najua na ufahamu. Kisped si team hivi najua. Umeona michezo zetu tangu mwanzo, we are just tuseme miaka 2 year old, hatujakawia sana. Na kwa Premier League tunajua, manake tumecheza na wengine kwa LFKF Cup. Tumejipima nguvu dhidi ya Kenya Police, tulijipima nguvu dhidi ya Vihiga. Tulijipima wakati mwingine na Ulinzi. So tunajua ile challenge iko pale. Najua wachezaji wetu wako na zile capabilities za kucheza Premier League. Okay. Na pia hivyo naweza sema pia sisi tuko na wachezaji wazoefu, wabunifu ambao walikuwa wanacheza Premier League wakati wa kale. Kwa wale ambao walikuwa wanacheza Vihiga kama kina Lilian Adera, tuko na Linda Choka. Nikitaja tu wachache, kina Okoside wakichezea pale Wadadia. Lakini naweza sema kwa sasa mimi najua tumejizatiti na haitakuwa ngumu. Tutafanya signings pia panapo Baada ya kusikia vile huyo kocha ameweza kuzungumzia, anajulikana kama Daniel Minjes, kuhusu kikosi chake cha Kaspedi. Kwa sasa tunaingia kwa kila timu nyingine ya kinadada, kwa sababu ukiangalia weekend hii timu za kinadada sana ndio zimecheza ligi kuu ya Kenya ya wanaume ikujeza, kwa sababu kwa hivi sasa tunaendelea na zile mechi za kufuzu kwa kombe la dunia. Tuingie Vika Queens, na wao waliweza kupata ushindi wa bao 4-1 wakicheza na ile timu ya Kakamega Starlets. Ni kwamba hawa ndio wale mabingwa wa Women Division 1. Naye Diana Koseke aliweza kufunga bao 1 katika dakika ya 20. Baadaye Catherine Arigo akafunga mabao 2 ambayo yaliwezesha hiyo timu pia kupata mabao 3. Pia baadaye Ruth Chepngei naye akaweza kufunga bao la 3 ambalo liliwezesha hiyo timu kupata ushindi wa mabao 4-1. Na timu hii ni kwamba kwa hivi sasa wapo tayari pia kupambana baada ya ushindi wa hiyo playoffs. Hebu tuone vile mambo yalivyokuwa kwa uwanja walipokuwa wakicheza, na pia je, kocha wao amezungumzia vipi kuhusu ushindi huo. Kwa hivyo hebu tazame. Anaanza kwake Mbithe anapiga, cheza naye Koskedeana, mfungaji wa goli, ampiga ndefu kumtafuta Odhiambo Lavenda anawacha wa kwanza. Lavenda analeta Aringo, dakika 1 baada ya kulipata goli la kwanza Koskedeana anapiga goli la pili. Catherine Aringo anafanya mashamsham, Aringo anafanya mahanjam, anapata goli la pili na kupiga densi ile. Aringo Catherine anawaweka Vickers Queens kwenye hali nzuri ya kutoa ubingwa huu baada ya kufunga goli la pili. Ilikuwa ni muunganiko wa pasi nzuri sana ikitokea katikati ya uwanja, akagawanya. Koskedeana anapiga nini? Piga bado. Goli la kwanza Vickers Queens kupitia mchezaji Koskedeana. Alipiga kasuasua na kuboronga mlinda lango Maslin Nelima. Wabili, mpira umeingia moja ingia. Ni ngumu kuiona ukiwa ulikuwa umepita mstari wa goli. Sijui kama mwelekezi wetu anaweza kutupa kwenye, ni kitu ambacho mwalimu anafaa kuwa anajifunza msimu ujao. Inaletwa Aringo Catherine
Ringo Catherine alibisha mara ya kwanza, akafunguliwa ya Kakamega kurudi Kakamega kule maeneo ya magharibi, anaitia nanga kabisa. Kwamba amekuwa na mechi nzuri sana leo. Nechesa Lilian anajaribu kuingia, Nechesa kwenye kijisanduku, Nechesa analeta Gladwell. Ada kama ibada, alifunga hiyo jana dakika ya 84, anafunga leo dakika ya 89, anafurahishwa vizuri. Baada ya kutazama vile mambo yalivyokuwa wakati hiyo klabu wakisakata hiyo mechi, kwa hivi sasa mtazamaji, tunaingia kwa yale ambayo yameweza kufanyika weekend hii. Ni kwamba kumekuwa na mechi